Katika kijiji kidogo kilichojificha katikati ya milima ya Kisii, alizaliwa kijana ambaye angekuja kuwa mmoja wa viongozi wenye ushawishi mkubwa katika historia ya utawala wa kisasa wa Kenya. Jina lake ni Fred Okengo Matiang'i. Alilelewa katika familia yenye maadili, hofu ya Mungu na bidii ya kazi. Kutoka utotoni, alionyesha kiu ya elimu isiyo ya kawaida. Alikuwa mvulana aliyependa vitabu kuliko michezo, akiota siku moja kuwa mtu wa maana katika jamii yake. Baada ya kukamilisha masomo ya msingi na sekondari, Fred alijiunga na Chuo Kikuu cha Kenyatta, ambapo alisomea lugha ya Kiingereza na fasihi. Hapo ndipo uwezo wake wa kufikiri kwa undani na kuwasiliana kwa ufasaha ulipochomoza. Lakini safari yake haikuishia hapo. Aliondoka nchini na kwenda Chuo Kikuu cha Nairobi na baadaye Chuo Kikuu cha Binghamton, Marekani, ambako alipata shahada ya uzamifu, PhD, katika masuala ya mawasiliano. Kwa miaka mingi kabla ya kuingia serikalini, Daktari Fred Matiang'i alikuwa mhadhiri, mtafiti na mtaalamu wa sera. Aliwahi pia kufanya kazi na mashirika ya kimataifa kama vile USAID na Transparency International, ambapo alichangia katika tafiti za utawala bora na maendeleo. Lakini ilipofika mwaka wa 2013, historia yake ilichukua mwelekeo mpya alipochaguliwa kuwa waziri wa habari, mawasiliano na teknolojia. Uongozi wake uliweka msingi wa mabadiliko ya kidijitali serikalini. Alijulikana kwa kuwa mchapakazi asiyeogopa maamuzi magumu. Mwaka wa 2015 alihamishiwa Wizara ya Elimu ambako aling'ara kama nyota. Hapa ndipo jina lake lilianza kuwika kwa kasi. Alianzisha mapambano makali dhidi ya udanganyifu wa mitihani. Kwa mara ya kwanza katika historia ya Kenya, mitihani ya kitaifa iliendeshwa kwa uwazi mkubwa. Walimu, wazazi na wanafunzi waliona matumaini mapya katika sekta ya elimu. Baadaye, alihudumu kama waziri wa usalama wa ndani, nafasi iliyojaa changamoto, hasa wakati wa uchaguzi na migogoro ya kisiasa. Licha ya kukosolewa na baadhi ya wanasiasa, wengi walimwona kama kiongozi wa nidhamu, uthabiti na uzalendo usioyumba. Daktari Fred Matiang'i alikuwa kielelezo cha kwamba uongozi wa kweli hauhitaji kelele, unahitaji matendo. Alijitokeza kama mlinzi wa haki, aliamini kuwa huduma kwa taifa ni wito, si nafasi ya kujinufaisha. Hakupenda sifa, lakini aliheshimu kazi. Mwaka wa 2027 anataka kuwania kiti cha uraisi ambacho lazima atashinda. Na ingawa kwa sasa si sehemu ya baraza la mawaziri, jina la Matiang'i linabaki kuwa alama ya mabadiliko, uthubutu na uongozi wa kiadilifu. Ni simulizi ya kijana wa Kisii aliyegeuka kuwa sauti ya utawala thabiti nchini Kenya.